Nataka leo nikaweze kuanza kuzungumzia somo tunaliita utukufu wa mwamini. The believer's glory, utukufu wa mwamini. Hiyo ndio somo ambalo tutalianza leo na tutaliendeleza sana. Tunaanza tuzame. Kwa nini somo hili? Nataka kueleza kwa nini somo hili. Tunaanza somo hili kwa sababu kwa muda mrefu tamaduni za watu, dini za watu, elimu ya kifilosofia imemdunisha mwanadamu. Mwanadamu amedunishwa sana mbele za Mungu. Mwanadamu pia amedunishwa sana katika ulimwengu huu na wanadamu wenzake. Na ndiposa unaona mahali fulani wakati mmoja ukatokea mtu akaleta somo linaitwa evolution. Kama Kiswahili asemwaje, lakini linaitwa evolution. Shetani akataka kumdhalilisha mwanadamu kiasi cha kumfananisha na mdudu na mnyama asiyefaa. Lengo ni moja, kuharibu fikra zetu, tujione ya kwamba sisi hatuna maana, ni watu ambao bure tu, mpaka watu wanajifananisha sawa na wanyama. Lakini tunaona Mungu alipokusudia kuumba mtu alikuwa na mpango mwema. Haleluya. Alikuwa na ratiba nzuri ambayo amemwekea mwanadamu akaweze kuiendea. Na ndiposa tunaona Mungu alipokuwa amefikiria kuumba mtu, hakusema tuumbe mtu afanane na mnyama, hakusema tuumbe mtu afanane na nyota na mwezi, hakusema tuumbe mtu afanane na viumbe vingine vyovyote, bali alisema tuumbe mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Haleluya. Unaona tamko hilo moja katika Mwanzo 1:26 na 27 linakupatia fikra ya Mungu kukuhusu wewe, kunihusu mimi, kuhusu mwanadamu. Yaani katika viumbe vyote Mungu aliumba. Maandiko nasema ya kwamba Mungu aliangalia akaona hapana, tuumbe mtu. Alafu nataka uone, tunafanya utangulizi sahihi. Ni somo pana sana hili. Ukiangalia kitabu cha Mwanzo unaona kuanzia kifungu cha kwanza mpaka 25 tunaona Mungu ananena, viumbe vinatokea. Mungu ananena, ardhi inazaa. Mungu anasema na bahari izae viumbe kwa aina yake. Mungu hakushughulika kuumba viumbe vya baharini, alifanya kusema na viumbe vikatokea. Mungu alipokuwa anataka kuumba viumbe vya ardhini, akasema na ardhi na izae viumbe kwa aina yake, viumbe vikatokea. Mungu akanena. Lakini alipofikia mahali pa wewe na mimi, alipofikia mahali pa kuumba mtu, hakunena. Haleluya. Bwana aliita kamaja, akaambia kwanza watu tuumbe mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Yaani huyu mtu hebu tuwe makini afanane na sisi. Huyu mtu tuwe makini sisi tuwe twajiona ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona katika Mwanzo 1:26 na 27 hapo ndipo mwanadamu aliumbwa. Mwanadamu aliumbwa kama roho, hakuumbwa kama mwili. Kwa hivyo tunaona Mwanzo 1:26-27 anasema na Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa sura yake. Alafu inasema mwanamume na mwanamke akawaumba. Kwa hivyo ukisikia ile mahubiri ya kipuzi ambayo tuliyasikia kule mazishini wakati mwingine, ya kwamba mwanadamu aliumbwa Adamu kwanza, alafu Mungu ndio akafikiria wacha niumbe mwanamke, kwa hivyo mwanamke ni second thought. Hiyo haiko kwa maandiko hiyo. Kisoma Mwanzo 1:26 na 27, Mungu akasema tuumbe mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Halafu Mungu akaumba
mwanamume na mwanamke akawaumba wazi. Kwa hivyo nyinyi wadada, msidhalilishwe na wanaume ambao akili zao ni potofu. Mtu ni roho, mtu si mwili. Kwa hivyo tunaona leo, nataka tuweka msingi. Mwanadamu amedharauliwa na dini, mwanadamu amedharauliwa na tamaduni, mwanadamu amedharauliwa na filosofia za dunia za evolution na mambo mengine. Lakini tunapoangalia maandiko ambayo yanazungumzia Mungu akiwa anaanza kufikiria mtu, alisema tuumbe mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Haleluya. Na baada ya kuwa Mungu ameumba mtu katika ulimwengu wa roho, manake Mungu ni roho na mwanadamu ni roho. Alafu tunaona akaona ili mwanadamu akaweze kufaidi dunia, kwa sababu roho haifaidi dunia. Ndiposa tunaona mashetani ili afanye kazi duniani kupenda kuingia ndani ya mtu. Bwana Yesu mahali pamoja anasema, pepo amtokapo mtu utafuta mahali pa kupumzika asipate, halafu sema nitarudi katika nyumba yangu. Kwa hivyo nakuta mapepo ni viumbe ambao nje ya mwili hawafanyi mambo mengi, wanaingia ndani ya mwili wa mtu ndio wafanye mambo. Sasa kwa sababu mapepo ni roho, kwa hivyo Mungu alipoumba mtu roho katika Mwanzo 1:26 na 27 aliumba mwanamume na mwanamke. Lakini katika kumteremsha duniani tena tunamuona Mungu anafanya kitu kingine cha ajabu. Hakusema tu haya mwili utokee na roho iingie. Maandiko yanasema katika Mwanzo 2:7, maandiko yanasema na Mungu akachukua udongo akamfanyizia mtu. Hebu tusome hapa Mwanzo 2:7. Tunaenda polepole kwa sababu madharau ya mashetani na watu wa dini yametosha. Ni wakati tujitambue, tujijue, tuishi katika nafasi yetu Mungu aliyotupangia. Inasema Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akamfanya mtu. Ukiangalia kitabu cha Mwanzo kinasemaje? Mungu akasema ikawa, Mungu akasema ikawa, Mungu akasema ikawa. Lakini hata mwili wako ulio nao Mungu aliuchukua akaunda yeye. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Hii kifungu kinatuashiria ya kwamba baada ya kuwa sisi tumeumbwa, bado tulikuwa katika Mungu, tulikuwa hatujaachiliwa tukaweze kuwapo katika hii dunia. Lakini alipotengeza mwili ndio akapuliza puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Bwana Yesu asifiwe. Nataka uelewe hivi, wewe ni mtu ambaye uletwa duniani katika utukufu mkubwa wa Mungu. Bwana Yesu mwenyewe anaeleza heshima yako na utukufu wako. Hebu tuende katika kitabu cha Waebrania. Kifungu cha 11. Waebrania 2:11. Tunaona katika roho Bwana Yesu anasema kukuhusu wewe na mimi. Our class yetu wewe na mimi. Maana yeye atakasaye na hao wanaotakaswa, tunajua anayetakasa ni Kristo Yesu, wote pia watoka kwa mmoja. Yaani Bwana Yesu katika roho anasema mimi hata kama nawatakasa hao, lakini hata mimi natoka kwa Mungu kama hao wanavyotoka kwa Mungu. Maana yeye atakasaye hao na hao wanaotakaswa wote pia watoka kwa mmoja. Kwa ajili hii haoni haya kuwaita ndugu zake.
lazima tunaingizwa katika jamii, na tutaona zaidi kule mbele. Kwa hivyo introductory, najua tumepigwa sana na maneno ya kidini kwamba hatufai, hatustahili. Najua tumepigwa sana na culture, tumepigwa sana na filosofia za wazungu, elimu ya evolution ya kwamba we ni bure, na ndiposa saa hii unakuta wanaume waliozaliwa wanaume wanajikata sehemu za siri ili wafanywe wanawake. Hii yote ni kwa sababu mtu amejiona hana maana, hafai. Lakini ukweli ni kwamba Mungu alituumba ili tuwe na ushirika naye. Hakutuumba tuwe na ushirika duni na viumbe. Maandiko yanasema Mungu alipomletea Adamu viumbe vyote, mwisho akaona hakuna mtu aliyefanana naye, na ndiposa akatoa ubavu wa Adamu akatengeneza mwili wa mwanamke. Hakunena, akatengeneza. Hii step 1 nataka uelewe, Mungu alikuwa na umakini alipokuwa anatuleta duniani, kwa sababu sisi ni watu wa maana. Haleluya. Tunatembea polepole mimi na wewe. Ninaangalia kanisa, napokufundisha hivi, ninaangalia kanisa vile ambavyo linapigwa huku na kule na kila aina elimu potofu. Ninaangalia kanisa vile ambavyo limekaa katika hali ya ombaomba, limekaa katika hali ya kuonewa, aidha kuonewa na nguvu za giza au kuonewa na watu ambao wanajiita wasomi wa Biblia, viongozi wa dini, na wanafinyilia wana wa Mungu. Nimekuja nikwambie leo hivi, wewe umetukuka mbele za Mungu. Wewe si kiumbe duni, wewe si mtu hai. Mungu alipokuumba alikuwa na fikra maalum tena nzuri, ili aweze kuwa na ushirika wa mimi na wewe pamoja na yeye. Sasa tunaona wakati fulani ulifika, mwanadamu akamkosea Mungu. Mwanadamu alipomkosea Mungu, sasa hapo ndipo kizaazaa kiliingia. Tukiangalia Warumi mlango wa 3 kifungu cha 23, Warumi 3 kifungu cha 23, tunaonyeshwa hapa Adamu na Hawa waliambiwa usiweze kula tunda, kwa sababu mkila hiyo tunda mtaharibikiwa. Adamu hakuelewa unapomkosea Mungu ni kitu gani unapoteza. Unajua, wakati mwingi unapozaliwa unajiona wewe uko sawa, au unajiona kwamba wewe ni mtu wa kawaida tuna wengine. Ni kama mtoto wa mfalme. Mtoto wa mfalme akienda shule anafanana na wengine tu, na anaweza kujisahau akajiona kama yeye ni kama wengine tu. Na tunaona Adamu na Hawa alijiona yeye ni sawasawa tu na viumbe wengine wote, lakini asielewe yeye aliumbwa kwa mfano wa Mungu na amevaa utukufu wa Mungu. Shetani aliona kama vile sahihi. Shetani anaona nguvu za kanisa, shetani anaona heshima ya kanisa katika ulimwengu wa roho, lakini wewe kama hauelewi, anakudhalilisha, anakupiga vita. Adamu na Hawa hawakuweza kuona repercussion ya kile ambacho wangefanya, lakini Paulo katika roho, baada ya miaka mingi, anatuelezea ni kitu gani Adamu na Hawa walipoteza baada ya kuingia katika makosa. Ndio Warumi 3:23 nasemaje? Kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Nashukuru Mungu, utukufu wa kuisha kabisa. Kwa hivyo mtu aliumbwa na Mungu katika mwanzo, aliumbwa na akavikwa utukufu wa Mungu. Na lengo la kuumba mtu katika kiwango hicho, ili aweze kuishi na Mungu,
aweze kuwasiliana na Mungu, aweze kushirikiana na Mungu, kwa sababu ni watu walio na utukufu mmoja, wanaweza kuwa na ushirika pamoja. Tunasema ya kwamba ndege wa aina moja ndio wanapaa pamoja. Huwezi kuona tai anapaa na viumbe wengine. Kwa hivyo ili tukaweze kuwa na ushirika na huyu Mungu, Mungu alituumba kwa mfano wake. Lakini sikitiko ni kwamba ni nini? Adamu na Hawa hawakuishi katika huo utukufu. Adamu na Hawa waliingia dhambini, wakaanguka nje ya huo utukufu. Na unaona, wakati wowote unapotoka nje ya utukufu wa Mungu, unatoka katika ulinzi wa kiungu. Na unapotoka katika ulinzi wa kiungu, nguvu za giza zinakutesa. Isaya 58, tuangalie hiyo. Katika Isaya 58 tunaona ya kwamba wakati wowote unapoenda kinyume na unapotoka nje ya ushirika na Mungu, unapoteza utukufu wa Mungu. Tuanzie kifungu cha 6 tu, lakini nataka kifungu cha 8 na 11. Je, saumu niliyoichagua siyo ya namna hii, kufungua vifungo vya uovu, kuzilegeza kamba za nira, kuacha huru walionewa, na kwamba mvunje kila nira? Je, sio kugawia wenye njaa chakula chako, na kuwaleta maskini waliotupwa nje nyumbani mwako? Umuonapo mtu aliye uchi umvike nguo, wala usijifiche na mtu mwenye damu moja nawe. Ndipo nimetaka hapa sasa, kifungu cha 8 inasema, ndipo nuru yako itakapopambazuka kama asubuhi, na afya yako itatokea mara, na haki yako itakutangulia, utukufu wa Bwana utakufuata nyuma ukulinde. Tunaona kazi mojawapo ya utukufu wa Mungu ya ulinzi wa kiroho, na huu utukufu wa Mungu hauendani na dhambi, haukai pamoja na maisha ya dhambi. Ukiona kifungu cha kwanza cha Isaya 58, ukisoma mpaka kifungu hicho cha 8, unaona Waisraeli walikuwa wanaishi namna gani. Walikuwa ni watu wanafanya ibada, wanakuja katika maeneo ya ibada, lakini mioyo yao ni ya uasi, mioyo yao haimheshimu Mungu, wakawa wako nje. Sasa Mungu hapa anawapatia tahadhari, anasema mukiishi namna hiyo mtaishi nje ya utukufu wa Mungu. Inafundisha somo utukufu wa Mungu. Kwa hivyo fikra za kujidharau zimekaa sana ndani ya kanisa la Kristo. Fikra za kujiona we haufai au ustahili zimeweza kupandwa na viongozi wa kidini. Ndiposa unakuta Mkristo unasema, Bwana, mimi sifai, sistahili, mimi ni mwenye dhambi tu, naomba kama inawezekana unihurumie, unisaidie. Maombi ya namna kama hiyo, hayo ni maombi ya mtu ambaye ameshindwa, ya mtu ambaye anajiona hafai, ni ya mtu ambaye anajiona hastahili, ni ya mtu ambaye anajiona hata kuomba kwako yaomba tu kujaribu kama anaweza kusaidika. Sasa unakuta hayo ni mapokeo ya kidini ambayo yamekaa ndani ya kanisa kiasi ya kwamba hata wale wanaitwa viongozi wanaamini hawafai. Takapokuwa tunaendelea, najua tutoka huko mahali, lakini tunaona Mungu alipoona shida hiyo, Mungu alipoona mchanganyiko huo, alipomwangalia mwanadamu amepotea kabisa katika ushirika na yeye kwa kupoteza ule utukufu wake, Mungu alipoangalia mwanadamu anapagawa, anatawaliwa na nguvu za giza, anateswa, akaona ni vema amtume Yesu Kristo aturejeze katika utukufu wake. Haleluya. Tunatembea pamoja nazungumza nanyi kama story ili uelewe Biblia vizuri. Kwa hivyo katika Warumi mlango wa 8 tunamuona Paulo anazungumzia kwa nini Yesu Kristo alikuja. Warumi 8
kifungu cha 29. Katika Warumi 8:29 tunamuona Mungu anatengeza mpango wa kuturudisha katika nafasi yetu ya utukufu. Mungu anatupenda wapendwa. Haleluya. Hata kama tunapigwa na dini, tunaonekana hatufai, hata kama tunapigwa na filosofia inatuambia si tulitoka kwa wanyama mweba, au tulitoka kwa bang theory, au tulitoka kwa vitu vingine, lakini Mungu katika fikra zake anataka turudi katika ufahamu wa sisi ni akina nani na nafasi yetu ya kiroho ni gani. Verse 29, Romans chapter 8. Maandiko nasema, maana wale aliowajua tangu asili aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake. Nataka uone hapo sasa. Kuna watu ambao Mungu amewaita wafananishwe na Yesu Kristo ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Kwa hivyo tunakuta wale wote ambao watamkubali Yesu hawafanywi waamini, wanafanywa wana wa Mungu, ndugu za Yesu Kristo. Verse 30, kifungu cha 30 kinasema, na wale aliowachagua tangu asili hao akawaita, na wale aliowaita hao akawahesabia haki, na wale aliowahesabia haki hao akawatukuza. Unaona, katika mazingira ya kidini, wanadini wengi wanafikia pale mahali ya kusema umehesabiwa haki, hawaendi sehemu ya utukufu. Wasema utukufu ni wa Mungu, muachie mwenyewe. Lakini maandiko ya Agano Jipya hayasemi hivyo. Ukisoma Agano la Kale ungesema Mungu hagawanyi utukufu wake kwa mwingine, ni sawa. Lakini tunakuja kwa Agano Jipya la urejezo wa mwanadamu katika nafasi yake. Inasema tuumbe mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale kila kiumbe duniani. Unaona hivyo? Bwana Yesu alisema mtumwa hakai nyumbani. Tena maandiko yanasema mtumwa hawezi kufanya lile ambalo angeweza kuwaza kufanya. Kwa sababu wewe ni mtumwa, kila unapotaka kufanya jema unashindwa na ile nguvu ambayo inakutawala. Sasa kama ni sisi tuweze kuwa watu wa kumwabudu Mungu, ni lazima tuwe huru kutokana na kila vifungo na kila utumwa wowote wa kishetani, wa dhambi, ndio tuweze kumtumikia Mungu katika roho na kweli. Haleluya. Kwa hivyo tunamuona Yesu Kristo anakuja. Lengo la Yesu Kristo kuletwa mambo mawili: atufanye tuhesabiwe haki, halafu atutukuze. Kwa hivyo tunaona katika mpango wa Mungu kumleta Bwana wetu Yesu Kristo duniani, ilikuwa ni yeye atumike kuondoa dhambi. Tutakoja ona hiyo vile aliondoa dhambi, kuondoa hiyo dhambi iliyotutenganisha mpaka tukapoteza utukufu, na aturudishe. Sasa baada ya Bwana wetu Yesu Kristo kukaa duniani miaka mingi, alipokuwa anaona siku ya kuondoka kwake imefika, alituombea. Na katika maombi hayo akasema, Bwana, hawa watu watukuzwe kama mimi nilivyotukuzwa. Sasa tunaingia katika kufanana na Bwana wetu Yesu Kristo. Twende hiyo Yohana 17 kifungu cha 20 mpaka 23. Tunajifundisha utukufu wa muamini. Mwanadamu ni mtu ambaye si duni. Mwanadamu si mtu ambaye hana maana. Yohana mlango wa 17 kifungu cha 20, Bwana Yesu akiwa anaomba anasema, wala si hao tu ninaowaombea. Hapa alikuwa ameshaombea wanafunzi wake, akawaombea wanafunzi wake akamaliza. Alafu akasema, wala si hao tu ninaowaombea, lakini na wale watakao niamini kwa sababu ya neno lao.
Si unaona? Mitume walipokea neno, halafu akatuletea hilo neno. Sasa Bwana Yesu anasema si hawa tunaowaombea, bali hata wale ambao watalipokea hilo neno na kuliamini. Verse 21, wote wawe na umoja kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako, hao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiwe uliyenituma. Alafu anasema mambo mawili, nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao. Alafu kifungu cha 23 kinasema ukawapenda wao kama ulivyonipenda mimi. Mambo mawili. Wakati dini inakukanyaga, haufai, haustahili, hauna maana, haiwezi kusimama mbele zake Mungu. Kama wataka kuomba ni uje nikuombee, maana yake wewe haujastahili kusikilizwa mbele zake Mungu. Bwana Yesu ananyosha mikono anasema, Baba, hawa watakaoniamini utukufu ulionipa nimewapa wao. Halafu anasema wajue ya kwamba ule upendo ambao unanipenda mimi umewapenda hata nao. Hiyo ni lugha ya kwamba wewe umethaminiwa kama Kristo Yesu alivyo na anavyothaminiwa. Haleluya. Nataka kitu kizame katika maisha yako. Tunapoanza hii safari ya haya masomo, elewa mafundisho mengi ambayo umeyasikia yanayokudhalilisha, yanayokudunisha, chanzo chake si roho ya unyenyekevu, ni roho ya Ibilisi ili utawaliwe. Nyimbo nyingi ambazo tunazisikia za kuhuzunika, zile ambazo Wakristo wanaimba makanisani, wakati mwingine unakuta mtu anaimba anaanza kulia, ni kwa sababu roho yake imepondwa na kudhalilishwa. Unakuta mtu anaingia katika chumba cha maombi, kabla anaanza kulia akiomba. Hiyo ni roho iliyodhalilishwa, iliyopondwa, ambayo haijijui. Lakini kama nitasikia maneno ya Yesu ambayo inasema nimehesabiwa haki, halafu utukufu wa Bwana Yesu ni wangu, halafu nimependwa kama Yesu anavyopendwa, sitaingia na kulia, nitaingia kwa shangwe na nderemo, manake ninaingia kwa anipendaye. Haleluya. Hivyo unaona kuna vitu hapo tutaviangalia katika hili somo, tuving'oe katika kanisa, tuving'oe kutoka kwa maisha yetu. Kwa sababu kwa nini kama kweli umehesabiwa haki? Kwa nini kama kweli wewe una utukufu wa Kristo aliyokuwa nao? Kwa nini kama wewe umependwa kama Kristo alivyopendwa? Kwa nini wewe mtu wa kuja wa huzuni na kuomboleza kila unapokuja mbele zake? Kwa nini uwe mtu wa kuishi katika hofu ya kesho? Kwa nini uwe ni Mkristo ambaye saa yote una wasiwasi, hujui kesho yako itakuwaje? Na Yesu anasema kama vile Baba anavyonipenda na wewe umependwa, na ule utukufu niko nao wewe umepewa. Hii inatupatia uwanja wazi wa kuenda mbele zake Mungu kama Kristo alivyokuwa akiingia na kutoka mbele zake Mungu bila wasiwasi wowote. Haleluya. Kwa hivyo nataka uelewe mambo haya ya kwamba mapokeo mengi maovu yalitokana na Ibilisi, doctrine of Satan. Mwanadamu alipoanguka tu kutoka kwa utukufu wa Mungu, shetani akateka fikra zake, akaanza kumfundisha elimu potovu. Na niposa ukiangalia maeneo mengi ya wanadini, mwanadamu, hata wakati mmoja nilisema siku moja, Bwana ameniambia kitu, alafu pastor mmoja akasema, wewe Mungu azungumze na wewe. Waafiri Mungu ni mwanadamu? Mungu azungumze na watu? Mungu hawezi kuzungumza na watu. Wewe kitu kama, kwanza wewe ni kijana mdogo kwanza. Mungu hawezi kuzungumza na watu. Mungu anaishi juu. Mungu ni mkubwa. Nikakuta huyu ni mwanadini, huyu haelewi maandiko. Yeye Bwana Yesu anasema ukitaka kuomba, ingia katika chumba chako cha ndani,
alafu ujifungie, uombe kwa Baba yako aonaye sirini, na Baba yako aonaye sirini atakujaza. Wewe hapo unaambiwa wewe haufai, haustahili, hauwezi kuomba, hauwezi kusikizwa. Sasa tunataka tutoe hivi vitu katika akili zetu. Tunataka tung'oe hivi vitu viondoke, kwa sababu kila anayemkubali Yesu Kristo, anayepokea injili ya Kristo Yesu, anaingia katika ushirika wa utukufu wa Yesu Kristo. Unaingia katika upendo wa kijamii wa Kristo Yesu. Tunamuona Paulo katika akizungumza na kanisa la Wathesalonike, jina refu hilo. Tukienda Wathesalonike wa pili, mlango ni wa pili, kifungu ni cha 14. Tunamuona Paulo anakumbusha kanisa. Hebu nianzie kifungu cha 13 ili tuelewe kifungu cha 14. Wathesalonike wa pili, mlango wa pili, kifungu cha 13 na 14. Inasema, lakini imetupasa sisi kumshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu, ndugu mliopendwa na Bwana, kwa kuwa Mungu amewachagua tangu mwanzo mpate wokovu katika kutakaswa na Roho na kuiamini kweli. Hiyo kweli aliyowaitia ninyi kwa injili yetu, ili kuupata utukufu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Yani kuna utukufu. Kifungu cha Biblia ya Kizungu nasema, whereunto he called you by our gospel to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. To the obtaining. Hiyo inarudi katika Yohana 17 kifungu cha 22. Utukufu ulionipa nimewapa. Na kifungu cha 14 kinasema, kwa injili tunapokea huo utukufu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Labda nikisema utukufu, naangalia utukufu ni nini? Hebu tusome Waefeso 2 kifungu cha 1 hadi 8 tupate picha kidogo ya huu utukufu. Waefeso 2 kuanzia kifungu cha 1 hadi 8 inazungumzia kwa mapana kuhusu utukufu tulio nao. Unajua jina utukufu utakimbia kwa dictionary utafute definition yake nini. Hebu tuangalie Waefeso 2 kifungu cha 1 hadi 8 inasema nini, au tuende mpaka 10 kwa sababu tunajifundisha hapa. Kuna wengine labda hawatasoma Biblia. Wacha nikusomee kifungu cha 1 hadi 10 cha Waefeso 2. Na ninyi mulikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu, sisi wapendwa, ambazo muliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu, na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Wakati wowote unatoka na kuachana na ushirika na Mungu, roho ya ibilisi inakupagaa. Mtu yoyote ambaye hajaokoka anatawaliwa na roho ya ibilisi kwa kiasi. Hiyo ndio maandiko yanavyotuambia. Na sisi sote hapa, kabla tumkubali Yesu, tulikuwa chini ya ushawishi wa hizo roho za giza. Verse 4. Lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alitufanya hai pamoja na Kristo. Yaani tumeokolewa kwa neema. Asikia kifungu cha 6 kuhusu utukufu. Akatufufua pamoja naye, akatuketisha naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Huo ni utukufu sasa. Yaani unapoamini unatolewa katika mbari yako. Watu wengi wao wanasumbuliwa sana. Wanaambia sasa wewe umeokoka, sasa lazima tuvunje zile laana za kwenu. Sasa ni lazima utoe sadaka tuvunje laana za kwenu, kwa sababu wewe sasa umeokoka, lakini lineage ya kwenu ni mbovu. Haiwezekani wewe kuwa utawekwa huru kweli kweli. Ngoja nikwambie,
maandiko yanasema unapomkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako unatukuzwa, yaani unatolewa kutoka kawaida ya ubinadamu, unakalishwa pamoja na Kristo Yesu katika ulimwengu wa unatangazwa kwamba wewe unakaa pamoja na Kristo Yesu. Hilo ni tangazo la mbinguni. Tuendelee kusoma hapa, tunaangalia maana ya kutukuzwa ni nini. Hiyo kifungu inazungumza vizuri. Alafu kifungu cha 7 inasema haya yamefanyika ili katika zamani zijazo audhirishe wingi wa neema yake upitao kiasi kwa wema wake kwetu sisi katika Kristo Yesu. Kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Maana tu kazi ya mikono yake, sikia verse 10, maana tu kazi ya mikono yake, tuliumbwa katika Kristo. Tunarudi Genesis chapter 2, Mwanzo 2:7 inasema Mungu akachukua udongo akaumba mwili wa mwanadamu. Unapookoka napo hapa kifungu cha 10 wa Efeso 2 inasema maana tu kazi ya mikono yake, tuliumbwa katika Kristo Yesu. Tunaumbwa upya wapendwa, kuna kuumbwa upya. Tunaumbwa upya katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Nizungumza tena hapa kwa sababu tuko darasani hapa. Ninaomba hivi, amini maneno ya Biblia. Wacha kuamini maneno ya wanadini yaliyopotoka au ya teolojia potofu ambazo zinatembea katika ulimwengu leo. Maandiko yanatuambia kwamba mwanadamu tokea kwanza alipokuwa anaumbwa, aliumbwa awe na ushirika na Mungu. Na Mungu anasema katika Yohana 4 ya kwamba yeye ni roho, na ili wewe uwe na ushirika na Mungu lazima uwe roho na umwabudu katika roho na kweli. Na ndiposa Mungu ili apate mtu wa kushirikiana naye akaomba mume na mke wakiwa ni roho. Genesis 1:26-27. Akachukua huyu mtu roho akamweka ndani ya mwili ambao una nafsi, na mtu akawa hai, ili tutembee duniani kama leo, tuingie kila mahali duniani kama leo. Na tukiwa tunatembea hii dunia, hatukuvaa utukufu wa baba zetu, bali tumevaa utukufu wa Yesu Kristo, Mwokozi wetu na Bwana wetu. Haleluya! Kwa hivyo sisi sasa katika Yesu tunakuwa kizazi kipya, si kizazi cha kulaaniwa, si kizazi ambacho kinabeba makosa na maagano ya kishetani ya mababu zetu na nyanya zetu na mababa zetu. Hapana. Ni kweli tulizaliwa chini ya maagano ya baba zetu, tulizaliwa chini ya maagano ya mababu zetu, lakini unapomkubali Yesu unaumbwa upya katika utukufu wa Yesu Kristo. Tunatolewa katika viwango vile vya kibinadamu, tunakalishwa katika ulimwengu wa roho. Sasa sisi ndio kusema katika ulimwengu wa roho. Unaona ile mapinduzi yanafanyika wakati umekalishwa katika ulimwengu wa roho. Sasa wewe ndiwe kusema. Nikisema wewe ndiwe kusema, tunamaanisha ya kwamba si Mungu tena awe saa yote anakutetea. Mungu anatarajia wakati mwingi ukiona adui wa kiroho wanainuka, ni wewe utainuka kinyume chao, wanenee na mambo yafanyike. Tunaenda Isaya 54 kifungu cha 17. Watu waliotukuka wanaishi namna gani? Watu waliotukuka wanaishi namna gani? Wanapokumbana na vita ni wafanyeje? Watu waliotukuka. Tunakwenda Isaya 54 kifungu cha 17. Ninaangalia neno utukufu.
Kwa sababu tukisema tumetukuka basi ndio nini? Tunaona tumekalishwa pamoja na Kristo, halafu maneno yetu sasa yanakuwa na uweza wa kiungu kwa sababu tumetukuka. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utauhukumu kuwa mkosa. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana na haki yao inayotoka kwangu mimi, asema Bwana. Nataka urudi pale, inasema kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu ni wewe utauhukumu kuwa mkosa. Ni wewe. Ona, usikuelewa hivi vitu kwamba umetukuka, maombi yako yatakuwa ya kulia. Bwana nafanyaje? Bwana nisaidie. Bwana niokoe. Bwana nateswa. Bwana ni mimi peke yangu ndio nateseka. Unapokuwa umetukuzwa, ulimi wako sasa ndiyo silaha yako ya utetezi. Kila adui anayeinuka kinyume chako, kwa sababu wewe umetukuzwa, hautawaliwi tena na maamuzi ya mashetani, hautawaliwi tena na maamuzi ya mababu na mababa. Mimi nimeumbwa upya katika Kristo, nimevaa utukufu wa Kristo Yesu. Ulimi wangu sasa una mamlaka ya kutiisha na kuharibu kila mipangilio ya adui. Ndio kifungu cha 17 cha hiyo Isaiah 54 inasema kila ulimi utakaoinuka dhidi yako. Wakati mmoja aliambia watu, na nafikiri nizungumza hapa, kila ulimi inamaanisha iwe ni ulimi wa babu yako, uwe ni ulimi wa babako, uwe ni ulimi wa nani yako. Kama huyo babako mamako hakujipeana katika mamlaka ya Kristo, bali angali na ile mizimu yao, bali angali na yale mapokeo yao, halafu akunenee laana na kukulani, wewe una mamlaka dhidi yake, kwa sababu mamlaka anayotumia ni ya Ibilisi, si mamlaka ya Mungu. Arudia tena hapo, manake hapo watu wengi hawafundishi. Baada ya kuwa umetukuzwa katika Kristo, umekalishwa pamoja na Kristo, maandiko nasema ni Mungu Baba, alafu namuona Kristo, alafu wewe ni watatu katika mamlaka ya kiungu. Tumwache Roho Mtakatifu kana, maana Roho Mtakatifu bado ni katika huo Mungu. Lakini Mungu alipompatia Kristo mamlaka yote, na Kristo naye akawapatia waamini jina lake lenye mamlaka yote. Wafilipi 2 kifungu cha 9 mpaka 11. Ninaomba leo tukiwa tunatoka hapa, fikra hii ikae maishani mwetu. Mungu hakukuumba uwe mtu bure, lakini baada ya dhambi tukaingizwa katika maisha ya maonevu, lakini Kristo akaja akatutukuza tena. Haleluya. Kifungu cha 9 wa Filipi 2. Kwa hiyo tena Mungu alimtukuza mno. Hiyo kuadhimisha ni kumtukuza mno, akampatia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi. Ni kina nani hao? Yaani Yesu amepewa jina ambalo kwa jina hilo kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vitu vya duniani na vya chini ya nchi. Yaani kila kiumbe mbinguni, duniani na chini ya nchi. Unajua kuna kuzimu. Na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana kwa utukufu wa Mungu Baba. Haya, tumwangalie Bwana Yesu, hili jina lilopewa alipatia kina nani? Marko 16 kuanzia 15. Nataka uone maana ya kutukuzwa ni nini, ili tukitoka hapa tuanze kuishi katika maisha ya utukufu.
Marko 16 kuanzia kifungu cha 15 hadi 20, akawaambia, enendeni ulimwenguni mote, mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio: kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha kitawadhuru kabisa, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Basi Bwana Yesu baada ya kusema nao akachukuliwa juu mbinguni, akaketi mkono wa kuume wa Mungu. Nao wale wakatoka wakahubiri kote kote, Bwana akitenda kazi pamoja nao na kulithibitisha lile neno kwa ishara zilizofuatana nalo. Luka 10 kifungu cha 17 hadi 20. Tunatafuta definition ya kutukuzwa. Wewe si mtu wa kawaida. Watu waliookoka ni watu ambao wana jina lipitalo majina yote. Ndipo wale 70 waliporudi kwa furaha wakisema, Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako. Akawaambia, nilimwona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na inge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakacho wadhuru. Lakini msifurahi kwa vile pepo wanavyowatii, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Sasa wewe mtu wa kuokoka, tunazungumza habari utukufu wa mwamini. Tangu kwanza Mungu alisema katika Mwanzo 1:28, Mungu anasema huyu mtu na atawale kila kitu kitambaacho duniani, kila kitu. Hivyo ndivyo Mungu aliumba mwanadamu na akampatia mamlaka. Kwa hivyo shetani alipoingia katika bustani ya Edeni, aliingia chini ya mamlaka ya Adamu na Hawa, na alipowadanganya Adamu na Hawa, hapo ndipo alipata nafasi ya kuwaingilia na kuwatawanya, kwa sababu dhambi huondoa utukufu wa Mungu maishani mwa mtu. Lakini Kristo anakuja sasa, anaturejezea utukufu, na huu utukufu ambao Yesu anaturejezea sasa, anatukalisha pamoja na yeye katika ulimwengu wa roho. Halafu anatupatia jina lipitalo majina yote. Kwa hivyo nikiwa hapa duniani, Yesu anasema nikamwona shetani akishuka kama umeme. Shetani si mchawi, si Illuminati, si Freemason, si jini, si pepo. Lucifer mwenyewe ambaye anasimamia jeshi lote la mapepo, Yesu akasema nimemwona akishuka, lakini msifanye wasiwasi, nimewapatia uwezo na mamlaka juu ya nguvu zake zote. Huo ni utukufu. Na akisema hivyo, Paulo katika Filipi 2 akasema hilo jina, kumbe ni jina ambalo likitajwa viumbe vya mbinguni vinasujudia, ya duniani vinasujudia, vya kuzimu vinasujudia. Na ndiposa nasema hivi, nisikie sasa. Unapopeana maisha yako kwa Yesu, umefunguliwa kutokana na laana zote za kwenu. Manake ziko, si kwamba haziko, ziko. Lakini unafunguliwa kutoka na laana zote za kwenu. Unafunguliwa kutokana na mikataba ya kishetani yote ambayo wazazi wako waliifanya, kwa sababu wewe sasa katika Yesu umefanywa kiumbe kipya. Umeumbwa upya katika Yesu. Na katika hii dunia mpya sasa, kinywa chako ndio silaha yako ya vita. Isaya 11, ukimalizia sasa Isaya 11, tuende pale kifungu cha 4. Hii inazungumza habari ya Yesu Kristo, na huyu Bwana Yesu ndiye ambaye sisi tunafananishwa naye. Inasema bali kwa haki
atawahukumu maskini, naye atawaonya wanyenyekevu wa dunia kwa adili. Sikia kifungu sasa. Naye ataipiga dunia kwa fimbo ya kinywa chake, na kwa pumzi ya midomo yake atawaua wabaya. Unaona silaha za kiroho? Silaha za kiroho ni neno lako. Mungu alituinua akatuweka kiwango chake katika Kristo Yesu. Na Bwana Yesu alipokuwa akitembea duniani, alitembea katika utukufu wa mwana. Na huu utukufu wa mwana ndio utukufu ambao alitupatia sisi. Na kila wakati Yesu alisema katika jina la Yesu. Alisema hiyo ni katika jina lake. Anatoa mapepo, anafungua watu, anaponya watu. Halafu akasema, sasa vile nimeondoa dhambi kwa niaba yenu, sasa hata na ninyi tumieni jina langu mtawale. Sasa tukarudi katika huu utukufu. Na ndiposa unaona mahali kokote watu wanaelewa hii kweli. Hawana hofu ya mashetani, hawana hofu ya majini, hawana hofu ya laana, hawaogopi maneno ya yoyote ambaye hajajipeana kwa Kristo, kwa sababu sauti inayotawala ni sauti ya Yesu pekee duniani. Na mimi nikiwa katika Kristo Yesu, hakuna mtu anaweza kunilaani. Kwa hivyo kila ulimi unaoinuka kinyume cha wewe, usikie nyinyi vijana, wazee na kina nani, hata ukikaa kwa kamati yenu uambiwe, unajua usipofanya hivi utakaa katika laana ya kina babu. Maanake tunaitwa kwa vikao wakati mwingine wakati wa maharusi, tunaambiwa lazima tutoe mbuzi za maagano ya mababu. Usipofanya hivyo utafanyika hivi na hivi, na unapotii unaharibikiwa. Sisi ambao tumeokoka hatuko chini ya hayo maagano, kwa sababu kila maagano ya kitamaduni yametokana na mashetani. Na wakati wowote unapokubaliana na agano lolote la kishetani kupitia mababu, wazee, waganga, watu gani, unajiingiza katika mamlaka yao. Sasa katika Kristo Yesu sisi hatumo tena huko. Sisi ni wale ambao sauti yetu ndio ina kauli ya mwisho. Na ndiposa nasema nimemwona shetani, lakini kwa neno lako utamshughulikia. Na kama shetani ninaweza kumshughulikia, ni mtu gani ambaye atakuja atutumia nguvu za giza, nguvu za majini, nguvu za nini, au atanitatiza mimi, kama huyo Mungu wao ninamshughulikia mimi tayari. Ndio tunasema ile lugha ya kikwetu katika ulimwengu wa kiroho, mtu wa kuokoka ndiye kusema. Nataka ingie kwa akili yako. Tuliimba wimbo hapa, tukobadilisha, tunasema who has the final say? Who has the final say? Tunasema Jehovah has the final say. Lakini unamwangalia Bwana Yesu anabadilisha kidogo. Bwana Yesu anasema nimemwona shetani ameshuka kama umeme, lakini nimekupatia uwezo na mamlaka wewe, na nguvu zake zote sitakuweza. Kama ukisema Jehovah has the final say, Yesu anasema yes, lakini kwa sasa it is you. Maanake maandiko yanasemaje Bwana Yesu? Twende Ufunuo mlango wa kwanza tumalizie somo letu la leo. Alafu tutakuja tuendelee wakati mwingine. Sikia, Ufunuo mlango wa kwanza kifungu cha 5 na 6. Inasema Yesu Kristo shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza wa waliokufa, na mkuu wa wafalme wa dunia. Angalia statement. Tunasema kama Biblia zetu zingekuwa zile za karatasi, tungeandika hapo mkuu wa wafalme wa dunia. Hii inamaanisha Yesu anatawala wafalme wa dunia. Inamaanisha Yesu ndiye mkuu wa wafalme wa dunia.
Sasa lazima utafute hawa wafalme wa dunia ni kina nani, kwa sababu mfalme yana final say. Sasa Yesu anasema yeye ni mkuu wa wafalme wa dunia. Halafu kifungu cha 6 kinatuambia wafalme wa dunia ni akina nani. Inasema, tuendelee hapo, mzaliwa wa kwanza wa waliokufa na mkuu wa wafalme wa dunia, yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake na kutufanya. Yaani unapooshwa kwa damu ya Yesu, huyo Yesu aliyekuosha ndiye anakufanya ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, Baba yetu. Alafu anasema na utukufu na ukuu una yeye hata milele na milele. Sasa kama Mungu anasema au Yesu anasema mimi ni mkuu wa wafalme wa dunia, King of Kings and Lord of Lords. Kwa hivyo duniani kuna wafalme na mabwana wa mabwana, lakini mimi ni mfalme wa wafalme na bwana wa hao mabwana. Sasa wafalme ni kina nani? Ni mimi na wewe tulioshwa kwa damu ya Yesu. Haleluya. Tumpige Bwana sadaka ya makofi, kwa sababu ni nafasi tumepewa. Haleluya. Sasa angalia, dini yasemaje? Hauwezi kitu, haufai wewe, hauwezi kuomba, hauwezi kukemea ule mchawi, hauna nguvu. Wacha wengine wana vyeo vikubwa kuliko wengine, wacha wengine wamegombea, ukiwakemea hutaweza. Sasa mchawi na shetani mkubwa nani? Ona vile dini inakumaliza mpaka mwisho. Sasa niwe na kupiga simu, ndoto mbaya, niombeeni, nimeona shetani likubwa lenyewe, hilo siliwezi, basta niombee. Hiyo ni mafundisho ya kishetani. Yesu alipoona shetani mwenyewe akishuka, akasema nimewapa uwezo na mamlaka juu ya nguvu zake zote. Paulo anasema katika Wafilipi, tumepewa jina lipitalo majina yote, na kwa jina hilo kila goti la mbinguni litapigwa, la duniani litapigwa, la duniani litapigwa. Tumetukuzwa pamoja na Yesu Kristo. Haleluya. Tumetukuzwa. Nataka kitu kikae kwa akili yako. Kama hujalewa sana, tutazama ndani. Usikose hili somo, tazama ndani. Tunataka maisha yako yasiwe yale maisha ya kutiwa moyo. Mahubiri mengi ya makanisani leo ni motivation, ni kutiwa moyo. Ndugu, usifanye wasiwasi, utafaulu. Ndugu, usifanye wasiwasi, kutiwa moyo si mbaya, lakini maisha duni si maisha ambayo tumeitiwa, kwa sababu anayekutia moyo kama hayuko si maisha. Tunapoelewa, tunapojielewa ya kwamba sisi ni wale tuliokuwa tunafinyiliwa na shetani, hatukatai. Sisi ni wale tulikuwa tumekaliwa duni, hatufai, hatuna maana. Lakini katika Yesu, mpango wa Mungu ni kwamba atutoe katika hali hizo mbaya, atuinue, atutukuze, atukalishe pamoja na Yesu. Na ndivyo alivyofanya baada ya kufufuka kwake. Sasa ni mimi nielewe kila wakati kwamba nimetukuzwa na Kristo. Kwa hivyo chochote cha shetani, mimi ndiyo mfalme, mimi ndiyo kusema. Kwa hivyo kuanzia leo, hiyo dunia yako unayoishi, hakuna mfalme mwingine, ni wewe. Wewe ndiyo kusema. Alafu anasema tena sisi ni makuhani. Anatupatia nafasi ya kwamba endapo wale watu ambao wako chini yako, kuna mmoja anaishi makosa, na unakuta huyu anaweza kunyemelewa na shetani, awe ni mtoto wako, ni ndugu yako, ni mzazi wako. Wewe unaenda kwa Mungu, unasema Baba, najua huyu anaishi makosa, lakini kwa sababu yuko chini ya uvuli wangu, naomba umsamehe, wala shetani namkataza asiwe na ruhusa juu yake, manake ikimpata shida itanisumbua mimi. Hiyo ndio kazi ya ukuhani. Kwa hivyo nina mamlaka ya kunenea kitu na kuondoa mambo ya shetani. Nina mamlaka ya kwenda mbele ya haki ya Mungu na kusema nakubali kabisa, huyu jamaa ameblanda, nakubali. Lakini kwa sababu yuko chini ya uvuli wangu, ninaomba nipe muda nimshughulikie. Na shetani nakataa kuwa na nafasi naye. Mungu anasema tiki.
Kwa hivyo nakuta ninalinda vya kwangu, ninalinda hata vya wengine ambao hawana akili lakini wako chini yangu, ninawaficha kwa sababu nimepewa ruhusa hiyo na Kristo Yesu Bwana wa mabwana. Huo ndio utawala kamilifu. Hakuna mtu ambaye tunapoteza. Na ndiposa unamuona Paulo anasema, ninasikia kwa hiyo kanisa kuna mtu anafanya zinaa ambayo hata duniani haiko. Mtoeni huyo mtu, mumpatie shetani aadhibiwe, mwili uharibiwe, roho iokoke. Mpatieni. Sasa mtu anafanya maovu mpaka duniani hayafanyiki, lakini shetani hamgusi mpaka tumpatie. That's authority. Hallelujah. Kwa hivyo namalizia hivi, hata kama unaona kuna mtu wa kwako hali zake zimepagawa, usimpatie shetani, usimtupe, kwenda zako, hauna maana. Hapana, tumia kanuni ya ukuhani ulio, uingie maeneo ambayo yeye yuko na umwambie shetani, huyu mtu mimi sijamwachilia, ni wangu, yuko chini yangu, yuko chini ya uangalizi wangu, huyu mtu sikuruhusu mguse. Amefanya makosa, hata wewe ulifanya, lakini huyu hata kama amefanya, mimi nina idhini kutoka kwa Bwana Yesu, mimi naitwa kuhani, nasimama kwa niaba ya mkosaji. Kwa hivyo hutamshika, ni wangu, labda nimwachilie. Ndio muona Paulo anasema, basi huyo mtu ambaye alifanya makosa msameheni, mrejezeni katika ushirika. Yaani unaweza kumrusha, unaweza kumrudisha. Haleluya. Hiyo ni utawala kamilifu wa dunia yako. Wapendwa, kuna watu ambao wanaumia chini yetu kwa sababu ya sisi tunakosa kujijua ya kwamba tumetukuzwa pamoja na Kristo. Tunawaachilia wazazi wetu wanaumia, tunawaachilia ndugu zetu wanaumia, tunawaachilia watoto wetu wanaumia, eti kwa sababu wana maisha ya dhambi. Kwamba wana maisha ya dhambi ni sawa, lakini wewe umefanywa kuhani ili usimame kwa hao, ili tuwaokoe kutoka makucha ya dhambi. Na hatuwezi kuwaokoa bila kwanza kuombea msamaha. Na mahali fulani Bwana Yesu anaambia wanafunzi, wowote mtakaoondolea dhambi, wameondolewa dhambi. Wowote mtakaowazuilia dhambi, wamezuilia dhambi. Hasa nataka nimalize hivi, tuna mamlaka ya kusamehe watu ili tuwafuate wabadilike. Hiyo ni total lordship of everything. Hallelujah. Nimekusaidia. We are glorified. Tumetukuzwa pamoja na Kristo. Kwa hivyo ukienda kwa maombi, wacha maombi ya kulialia. Na vita bisa ifikie wakati ni kuona nalialia, nikwambie ngoja kidogo, walizona nini? Maana yake yaweza kuwa kile ambacho tunakufanya unaomba mpaka unalia inaweza kukutatulia. Kwamba unaomba ni kunyamazisha shi dhambi. Sasa kwambia ndugu asena, mbona unalia namna hii? Nini mbaya imefanyika? Sasa bali uko mlilie Mungu, kumbe na jawabu. Si tuende ofisini nikwambie utoke kwa una neno. Tukija hapa tuwe na uhuru mbele zake Mungu. Bwana Yesu anasema tumependwa kama yeye alivyopendwa. Alafu sisi ndio kusema katika dunia yetu, si shetani, si mchawi, si zimwi, si jini. Sisi ndio kusema. Tupatie Bwana sadaka ya makofi. Haleluya. Hiyo ndio faida mojawapo ya kuokoka na unaishi duniani ukiwa mtawala. Taendeleza hilo somo baadaye kwa sababu bado tuko. Tusimame tumshukuru Bwana ambaye ametuwezesha kuwa na kipindi hiki. Mwambie Bwana ni asante kwanza kwa kukuokoa. Na kama uko hapa haujaokoka, nataka ubaki niseme na wewe, tuombe na wewe. Nyoshe Bwana mkono, mwambie Bwana asante kwa kuniokoa. Asante kwa kunifanya mfalme. Asante kwa kunifanya kuhani. Mimi ndio kusema katika dunia yangu. Si shetani, si mchawi, si laana za mababu, si laana za ukoo. Katika Kristo mimi ndio kusema kwa sababu nimetukuzwa pamoja na Kristo. Baba, tunashukuru kwa siku ya leo. Tunashukuru Mungu wetu kwa sababu neno lako liko wazi. Neno lako ni hakika. Haukutuumba tutawaliwe na nguvu za giza. Haukutuumba tutawaliwe na magonjwa na maradhi ya dunia.
Haukutuumba tutawaliwe na maamuzi ya watu ambao wanaabudu mashetani na mizimu. Umetufanya miungu katika hii dunia. Katika Kristo Yesu umetupatia utukufu wa mwana wa Mungu ambao Kristo alikuwa nao. Ninaomba Bwana kweli hii ikaumbike ndani mwetu, ili tusitembee tena kama wanyonge, tusitembee kama watu ambao hawajui wafanyeje, tusitembee kama watu ambao ni watumwa wa system ya dunia, bali Bwana tukatembee tukijijua sisi ni akina nani. Tumekombolewa, tumeokolewa. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita na mambo yote ni mapya kwa utukufu na furaha ya wokovu. Asante Bwana, tunakushukuru Jehova. Tupatie Bwana sadaka ya makofi.